Karibu kwenye Hazina za Biblia. Katika chaneli hii tutajifunza masuala ya uumbaji wa Mungu katika dunia na vitu vyote. Katika hadithi hii tutazungumzia uumbaji wa mbingu na dunia, swali ambalo mwanadamu anajiuliza kwa maelfu ya miaka. Dunia hii ilitoka wapi? Mbingu zilitokeaje? Mwanadamu anatoka wapi? Biblia haitoi maelezo ya kisayansi au jinsi ulimwengu ulivyoundwa, bali inafundisha ukweli wa msingi wa imani kwamba Mungu ndiye muumba wa vitu vyote, kwamba kila alichokiumba ni chema. Simulizi hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza na ile sura ya pili aya ya 4. Kabla ya milima, bahari, nyota, mwezi na jua, hata muda wenyewe, kulikuwa na Mungu peke yake. Hakukuwa na kitu chochote kilichoweza kulinganishwa naye. Hakuhitaji msaada wa yeyote wala hakulazimishwa kuumba. Kwa hiari yake, kwa upendo wake, alikusudia kuumba ulimwengu. Biblia inaanza kwa kutangaza kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Ulimwengu haukutokana na bahati wala haukujiumba wenyewe. Kilichopo kinategemea na uumbaji wake. Roho wa Mungu alikuwa akitenda kazi juu ya viumbe, akionyesha kwamba kazi ya uumbaji ni tendo la Mungu mmoja katika utatu wake. Siku ya kwanza Mungu akaamuru kuwepo na nuru. Ghafla giza likatengana na nuru. Mungu akaipa nuru nafasi yake na giza nafasi yake. Akatengeneza mpangilio wa mchana na usiku, na Mungu akaona alichokifanya ni chema. Siku ya pili Mungu akaweka anga kati ya maji, akafanya mbingu zitenganishe maji yaliyo juu na yaliyo chini, akileta utaratibu katika uumbaji, na Mungu akaona kuwa ni chema. Siku ya tatu Mungu akatenga maji akayakusanya pamoja na nchi kavu, ikaonekana. Ardhi ikatoa nyasi, mimea na miti yenye matunda, na kila mmoja kwa aina yake. Dunia ambayo hapo awali ilikuwa tupu, sasa ikaanza kujaa uzima, na Mungu akaona kwamba ni chema. Siku ya 4 Mungu akaweka mianga angani, jua likawa kwa ajili ya mchana, mwezi kwa ajili ya usiku, nyota zikapamba mbingu, vyote vikawa alama za nyakati, siku na majira, na Mungu akaona kwamba ni chema. Siku ya 5 bahari zikajaa viumbe hai, ndege wakaanza kuruka angani. Mungu akavibariki ili vizidi kuongezeka duniani, na Mungu akaona kwamba ni chema. Siku ya 6 ardhi ikatoa wanyama wa kila aina. Kisha kazi ya uumbaji ikafika kilele chake. Mungu akaumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, akamuumba mwanamume na mwanamke. Akawapa wajibu wa kuitunza dunia na kuitawala kwa hekima, si kwa uharibifu. Mungu akawabariki na kuwakabidhi dunia kama zawadi yenye wajibu. Baada ya kutazama uumbaji wote, Biblia inasema kwamba Mungu akaona kila alichokifanya, na tazama, kilikuwa ni chema sana. Siku ya 7 baada ya kumaliza uumbaji, Mungu akaitakasa siku ya 7 kama siku ya pumziko. Hii haimaanishi kwamba Mungu alichoka,
bali inaonyesha ukamilifu wa kazi na kuweka mfano wa ibada, shukrani na mapumziko katika uwepo wa Mungu. Fundisho katika vitabu vya dini vinatufundisha kuwa Mungu ndiye muumba wa mbingu na dunia, na wakati kila kitu kinachoonekana na kila kitu kisichoonekana. Funzo katika uumbaji, tunajifunza kuwa kila maisha ya mwanadamu yana thamani kwa sababu yanatokana na Mungu. Pili, tunajifunza uumbaji wote ni zawadi ambayo tunapaswa kutunza na kuwajibika. Cha tatu, tunajifunza mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, hivyo kila mtu anastahili heshima na upendo. Funzo la 4, kuona uzuri wa ulimwengu kunapaswa kutuongoza kumshukuru Mungu kwa uumbaji wake. Asante kwa kutazama. Ikiwa umejifunza jambo jipya, usisahau kujiunga na chaneli hii ya Hazina za Biblia. Usisahau kutoa maoni na kushiriki video hii ili watu wengi wajifunze zaidi neno la Mungu. Asante, karibu tena.